Hi, kwa majina naitwa Rabio na kwa hivyo tutaangalia mambo mawili muhimu kuhusiana na printing. Kitu ya kwanza nataka tuangalie ni kitu inaitwa paper source ama trace na paper type. So nataka tu focus na hii machine ya Konica Minolta BizHub C284E. Hii ndio tutastudy paper source zake ama trace na pia kitu inaitwa the paper type. Now, hii Konica Minolta BizHub C284E iko na trays mbili. So kuna hii tray ya kwanza na ndio iko labeled 1 hapa na kuna tray ya pili. So you have those two trays. Alafu pia tuko na what we call the bypass tray. Inafunguliwangu hapa. So this machine iko na tray tatu. Lakini wacha tu focus na hii tray ya kwanza hapa. We look at tray 1 and tray 2. Sometimes mtu anaonanga kama hii ni tray ya hapa chini, lakini hii sio tray. Hii ni kama ka store hivi. Unaweza weka vitu hapo chini. So we only have these two trays, this one and this one. Sasa wacha tufungue hii tray ya kwanza. So kufungua hii tray una hold, alafu you just pull. Sawa sawa. Alafu unaweza pata wakati mwingine if you pull from this place, wakati mwingine unaweza kuwa tempted ni kama unainua juu, lakini usiinue, unashika hivi and then you pull towards the outside. So that is how you open the tray 1. Na pia tray 2 you open the same way, you just pull. Hii bypass tray nimekuonyesha ni you just pull from here, but you're going to look at it next. Wacha kwanza tu focus na hii tray 1 na vile unafaa kuweka karatasi. Now sasa wacha tuangalie vile unafaa kuweka karatasi kwa hii tray 1. So you first open it and that's how the tray looks like ikiwa empty. Acha tukaribie kidogo. Haya, now tuseme tunataka kuload karatasi ya size ya A4. This is the normal A4 size paper. So hii karatasi ya A4 in this particular tray unaweza weka in two ways. Unaweza weka either ikiwa imekaa hivyo ama ikiwa imekaa hivi. And usually huwa na prefer kuiweka ikiwa hivi. But lazima make sure hizi guides, we have these guides, hii ina move hivi na pia tuko na hii guide nyingine iko hapa. Basically huwa unaifinyia hapa. Unaifinya alafu you just move it towards this side. Huku kuna two spaces tuko huku ndani. So you just make sure you secure it in one place. So kitu moja unafaa ku-ensure ni ati ukiweka karatasi yako hujaipatia space ya kumove. Unaona kama hapa. Unafaa ku-ensure ati ukishaiweka unasongesha hizi paper guides until haiwezi songa kagap kengine hapo. Unaona ikisonga hapo inainua hii karatasi, lakini haifai kuinuka. So unairudisha tu kwa kagap kamoja hapo. Also make sure hii nayo, tumesema hii una press ya hapa. Haya. Hii nayo una press hapa. So ukipress una move. Hii ita move tu kivyake. So ukimove una make sure imegonga hiyo karatasi. Such that sasa hii karatasi haina space kubwa ya kumove. Yani you have secured it in the correct position. So that is how to load A4. Pia hii A4 tumesema unaweza load in the other way, but I advise that you put it this way. Tuweke hii side nyingine. So unakuja hapa, you press, una move hii hadi hapo. Haya, unaona hii karatasi imejikunja kidogo, so unairudisha one step back.
tuirudishe hapo. Haya, alafu hii unaifinya, unaimove. So make sure you have secured your paper. Usifinye sana, but again make sure imefika mahali hiyo karatasi imefika. So that is now secured A4. Imefit. Na reason ya ku make sure imefit kwa hizi ama umesongesha hizi guides up to that point ni karatasi machine ikipull hii karatasi inaipull vile inafaa. Ndio hii karatasi inapanda, huwa inatokea hapa basically. Inapanda sasa bila kuinama hivi ama hivi. Juu imeshikiliwa hapa na hizi. So itatoka tu very smoothly. Haya, sasa hii ni A4 size. That is the A4 size. Wacha tuirudishe the other way. That point. Alafu sasa ukishaiweka, you just close your tray. Make sure umesikia imejishikilia vizuri. Now every time kwa hii machine ya Konica Minolta BizHub, ukishaweka karatasi unafaa kuiambia umeweka karatasi size gani na umeweka paper type gani. Although usually huwa ina detect size. So tukuja hapa kwa panel yetu. And usually hii part ndio unasetia paper yako. Unasema ni type gani, ni size gani na ni type gani. So unakuja hapo unafinya hii paper. Nafinya hapo. Haya, sasa hizi trays inakuonyeshanga trays zako. So kuna hii ni tray 1 vile imejilabel 1, kuna hii 2 na kuna hii tunaita bypass tray. Of course unaona imepoint side juu tray yenyewe iko kwa huko side. Na pia unaona hapa hivi inakuonyesha a small picture here. 1 2 alafu hii ingine nayo ni bypass tray. So saa hii tumeweka hii size hapa kwa tray 1. So hii tray 1 ndio tutafocus nayo. Haya, sasa ukishakuja kwa hii tray, kwanza ndio uchange tray settings. Lazima kwanza utap tray yenye unataka ku change. Ni A4. Already isha detect size ni A4, which is good. And then unakuja kwa change tray settings. Ukishakuja hapo kwa change tray settings, unaambia printer yako. You tell BizHub, this is tray settings tray. You choose the paper type. Ni type gani ya karatasi yenye umeweka. And basically, hii tumeweka ni plain paper. I have made videos on explaining the various paper types. Pia kuna hizi paper types zingine. Ukitaka kuaccess hizi paper types zingine, unateremka na hii. This arrow, you see other paper types there and also other paper types there. Haya, sasa tuangalie hapa kwa paper size. Paper size imesema ni A4 na unaona imeweka hii auto detect. Auto detect ni kusema ukishaweka karatasi kwa tray yako hapa chini, printer yenyewe ina detect kulingana na hizo the guides. Vile umemove guides umeiweka in a certain position, printer inajua tu that is A4 size. So inapima. So for now, let's just focus on this plain paper. Junior tunatumia. Alafu sasa ukishamaliza ku set the type of paper that you want. If you want to change, you just tap. Kama ni thin paper, kama ni thick 1, thick 2, thick 1 plus, you just tap. Wacha turudishe plain paper. Alafu ukishamaliza unakuja hapa una tap to close. And then you also close this. And that's it. Sasa imeshajiset, imejua hiyo karatasi ni size ya A4 na ni plain paper. Iko kwa tray 1. So usha set karatasi yako. Na sasa wacha tu experiment na hii karatasi ya kutengeneza receipt. Hii karatasi basically inakuanga nyepesi sana. So turn the tray. It's very light. It's lighter than plain paper. Sometimes we call it bank paper. So wacha tuweke tu hapo.
tuseme ndio tunataka kuprint nayo. It's A4 size, so tunaiweka. I'll just cross your tray. Ensure sasa umetengeneza adjust vile inafaa if you need to adjust, and also you can put it the other way around, it's still going to work. Tunafunga hapo. Sasa wacha tuende kwa the panel. Sasa tukikuja kwa panel, kuna kitu moja tu ya kunote. Paper size haija change, kitu tu imechange ni paper type. So tunakuja hapa kwa paper. Tunataka tu change ni hii tray 1, and then tunakuja hapa kwa change tray settings. Alafu tunaambia printer yetu sasa hivi hatufanyi kazi na plain paper, tunafanya kazi na thin paper. Na unaona hapa inakwambia GSM. Kama hapa plain paper inakwambia ni between 60 to 90 GSM. This is the thickness, but plain paper is thinner. Unaona imeanza 52 GSM, imeanza 60. So tunaiambia hii ni thinner paper. Ujue sasa kulingana na vile una choose paper type hapa, unaambia printer yako vile ita print. Juu vile ina print na plain paper sio vile ina print na thin paper. Thin paper kuna ile speed. Unajua thin paper hata inaweza raruka ikienda na speed kubwa, so kuna ile speed printer itaweka. The same case as all these other settings. Na ndio maana unafaa ku choose the correct paper type. Then you just close. Now again kwa hii tray 1, wacha tu experiment kuweka karatasi dogo. Tumeweka A4 mara 2. Wacha tuweke karatasi size ya A5. So this is A5 which is half of an A4. Of course, wacha tujaribu kuiweka hivi. Unaona ukiweka hivi inaacha space kubwa sana. So actually hii A5 huwezi iweka hivyo. So inabidi tu iweke the other way. Ndio ifit vizuri. See whether tunaweza isongesha. Hapana, wezi songa mbele. Build that. Haya, so that's the limit. Alafu sasa pia tunasongesha hii. Flip. Nafinya na isongesha hadi hapo. So sasa hiyo size tumeweka size ya A5. Wacha tufunge tuone sasa vile itakuwa kwa panel. Hii bado ni plain paper. So the only thing that has changed ni size. Wacha tufunge. Now tukikuja kwa panel yetu, tunapata kuna error hapa. Inasema unable to set within paper using the selected paper size. Select from the following paper sizes. Should be longer than 148 millimeters. Okay, you'll not always find this error, lakini hivi vile inasema ni ati tulikuwa tumeweka paper type ya thin paper. Okay? Lakini hiyo size ilikuwa A4. Sasa tumeweka karatasi size ya A5. Sasa machine inasema haiwezi fanya hiyo kazi na karatasi dogo hivyo. So ukitumia thin paper kuna ile limit ya karatasi inasema inafaa kuwa longer than 148 millimeters. Okay, let's just close that. Sasa to set karatasi yetu tunakuja hapa kwa paper. Haya bado ni tray 1. Already unaona sasa imeshajiweka A5 na hatujaiambia, imesha detect hiyo size. So unakuja hapa, una tap that and then you change the tray settings. Remember, the last time tulikuwa tumeweka thin paper, okay? Lakini saa hii hatutaki kutumia thin paper juu hiyo karatasi tumeweka ni plain paper, so we change to plain paper, okay? And then now the machine will not show an error juu sasa umeona sasa you have hiyo size kulingana na hiyo size. Yani thin paper huwezi print na karatasi dogo, so you just select karatasi we want plain paper. Alafu paper size unaona hapa inasema auto detect. Isha detect ni size A5 kulingana na karatasi yenye tumeweka. So you simply close and close. Na wacha tujaribu pia kuweka karatasi less than dogo kuliko A5. Tuseme hii size ya A6. So hii size ya A6, let's look at our guides here. Sasa guide yetu haiwezi pita hapo. You see? Na hii side haiwezi pita hapo.
So unaona karatasi yako imeachwa na space kubwa sana. Now this should tell you ni ati huwezi print na karatasi hii size kwa hii tray. Ukitaka sasa kuprint hii size na hii tray, huwezi tumia tray 1 na pia tray 2 has got the same settings. You use the bypass tray. Tutaangalia how to use the bypass tray. So limit yake hapa kuna initials inasema ni karatasi ya B5, but kulingana na standard sizes zenye tumesoma kwa I've created other YouTube videos for, hii size ya A6 huwezi weka, na pia ukiweka hii side pia unaona hii, yes, hii itafika, lakini hii nayo haiwezi pita hapo, so unaiacha with so much flying space. So hii ni suitable na tuseme karatasi ya hii tray ni suitable na karatasi ya A4 na A5, lakini sasa ikikuja ni kutoka A6 haiwezi fanya hiyo kazi. Also, some other things to note with this tray ni ati usually unaekaga karatasi zenye unajua ndizo huwa una print nazo sana. Like now sana ile tuna print nayo sana ni A4. So hii tray the best papers to put here ni zenye unajua unatumia sana. So acha turudisha A4 zetu. So just press there, make sure the guides zimefika hapo na pia zimeshika hiyo karatasi hadi hapo. Haya, sasa ukishashika karatasi yako namna hiyo, you can put as many as 500 sheets. Kuna aka ka limit, hii ndio inakuonyesha mahali karatasi zako zinafaa kufika hapa. So actually unaweza weka karatasi mingi, just make sure umezi align vizuri, alafu unaweka tu karatasi zako mpaka zinafika juu. Hii inaweza chukua rimu mzima. Ile tu unafaa ku make sure ni ati kuna ka plastic kwa hii side. You should not tamper with this ka plastic. Juu karatasi zako tuseme zikigonga hii inaweza affect vile printer yako ina pull hizo karatasi. So kitu ingine unafaa kuensure ni ati ukiweka karatasi hazijajikunja. Unajua kuna vile unapata kuna karatasi umeweka alafu imejikunja, alafu umewekelea karatasi zingine juu. Ujue sasa printer yako kama karatasi imejikunja alafu uwekelee karatasi zingine juu, wakati sasa hii karatasi itafikiwa haitaingia vizuri kwa machine, so utapata jam. So karatasi yenye unaweka kwa hii tray and actually any other trays lazima uensure ati iko flat kabisa. Kuna watu wanakujanga na karatasi zingine ati nataka hii nilikuwa nimeprintiwa, nataka uprint tena tu nayo, lakini vile inakaa unaona imegotagotanio, yani it's so much folded. Ukirudisha kwa printer itajam tu, haitatoka. So make sure your paper iko sawa, iko flat kabisa. So there's also something ingine tunasema fanning. You fan your papers. Sasa ni kuzifanya hivi, na hiyo sasa inafanya kuna ile tunaita static electricity yenye unaona inafanya hizi karatasi zijishikilie kwa one another. So when you fan this way unafanya hizi karatasi zipate kahewa kidogo ndani, ndio ukiprint hazijatoka. Kuna vile unapatanga ikiprint printer inachukua karatasi mbili, badala ya ipull moja ina pull mbili juu zinakuwa zimeshikana because of that static electricity. Although plain paper inanga shida, actually hata usipofan still going to work nicely, but it's good to know that. So plain paper inanga shida. Hizi karatasi zingine kama art paper ndizo zinakuanga na hiyo shida sana. So that's on tray 1. Let's close it. Sasa wacha tuangalie hii tray 2 nayo. So again you just open it the same way, unaifungua hivyo. Again inakaa tu kama tray 1, guides zake ziko hivyo, unapata dust kuna.
So limit ni hapo, and also the limit here is that. So actually it's the same, lakini sasa hapa nataka to load karatasi size ya A3. So size A3 ni kubwa, so tunai pull to the very end, tuweke karatasi yetu ya A3, you put a few, ndio sikuguide hapo. Unaziweka hapo. Again, make sure hii umeisongesha, unaifinya tu, unaisongesha up to that point. Just make sure karatasi zako hazija fold in any way. Juu sasa ukisongesha karatasi atiku umeweka hivi, you're going to get a jam. Lazima make sure hiyo size ya karatasi imeendanisha na kulingana na size yenye umeweka. Na pia iko na 2 spaces, so hata ukisongesha unasikia isongi. Also this one, make sure umeisongesha. Wakati mwingine unaweza bidi uchukue karatasi juu kidogo, yeah, and then you release it that way. Ukishaweka hivyo unafunga. Acha tuangalie the panel. Now sasa tukikuja kwa panel yetu, this is now tray 2, so tunakuja hapa kwa paper. Sasa hii tray 2 na change ni hii. We change the tray settings. Already isha detect paper size ni A3. Haya, alafu sasa paper type. Paper type tumeweka plain paper. Nimeiset Vic 3. So you have to change. Every time umeweka karatasi different, unaichange. Hii karatasi ni plain paper, so tunaweka plain paper. So you make sure you have put the correct one. Kama unataka, kama ni karatasi kama tuseme art paper ziko na GSM kubwa kidogo, unaweza weka either Vic 1, there's 91 to 120 GSM, ama Vic 1 Plus which is 121. So you have to choose the correct paper type ndio karatasi yako iprint vizuri. Na nimetengeneza ka sheet hapa, some guide sheet here ya kuguide when it comes to choosing this. So I have this paper here, Konica Minolta Bizhub C284E, paper type settings. So unajua kama ni plain paper, paper type ni plain paper, unajua unafaa kuselect paper type gani, plain paper. Kama ni embossed, Vic 3 all the way to envelopes. So you make sure you choose the right settings, paper, I mean the paper type in this case, depending na karatasi yenye umeweka. Si tumeweka plain paper, so you choose plain paper and then you close. Now kuna kitu moja unafaa kunote ni ati, or something to note is that ukikuja kwa tuseme hii karatasi ya this is tray 2, we change tray settings. Printer, ukienda kwa laptop yako ama kwa kompyuta yako uprint, juu ya hizi settings, ukisema unataka kuprint na plain paper size ya A3, printer ishajua karatasi ya plain paper size ya A3 iko mahali fulani, okay? Ukikuja kwa hii tuseme A4 plain paper, A4 size. Ukienda ku print na kompyuta yako, una print na plain paper A4 size, printer inajua karatasi ya plain paper A4 size iko kwa tray 1. So now wakati mwingine ku avoid some troubles, kama saa hii tray 2 yangu haifanyi kazi vizuri, iko na jam. To ensure that usiende ku print na A3 alafu printer yako ijue okay, una print na plain paper na ni A3 size, nitachukua karatasi from this tray 2. So unakuja hapa na unajua juu mostly huwa print na Vic 3 kwa tray 2, unaidanganya, unaiambia hizi karatasi ziko kwa tray 2 sio plain paper, ni Vic 3, okay? And then you close.
So kila time sasa ukiprint na printer yako, sema unataka A3 plain paper, haiwezi chukua karatasi ziko kwa tray 2. Juu ukiangalia tray 2 inaona yes, hizi ni size ya A3 lakini ni thick 3. Na wewe umeprint na plain paper. Inaweza sound a bit confusing, lakini utaelewa. I'm going to create some other videos on how to print from the laptop or computer. Now let's load more papers in this tray 2. Kwanza niondoe hizi, hapa kuna dust sana. So let me first put karatasi moja hapa. Unajua ni chafu already. At the bottom there. Then I'm going to put more. So unaona hizi karatasi ni mingi. So make sure you don't bang them here. Unazitengenezea mahali ingine. Make sure zimelainisha vizuri and then you just put them right there. Hii ka plastic unafaa ku take care of it so much. Isongesha vizuri. Again hii, this one can take up to 500 sheets. Zinafinkaga hapa. Rim mzima. So usipitisha hapo. Otherwise utapata mashida mingi. Lakini hii tray 2 yangu haifanyi kazi. So I just use it to store A3 size papers. But with a good machine, with no mechanical problems, it'll work. Now finally, something to hide up on these 2 trays. Tuseme wakati mwingine you want to print only on one side. Na unataka to print on one side of this sheet. Hii ni vizuri kujua ati for both tray 1 and tray 2, ukiweka karatasi hivi, hii top side ndio ina print. Machine ina printing the top side. So kama ulikuwa unataka kuprint kitu on a specific side of the paper, ujue hii side imeangalia juu ndio itaprintiwa. The same case with this side. Hii side ya juu ndio itaprintiwa when it comes to tray 1 and tray 2. Something else to note is that tray yako kama haina karatasi, kuna hii indicator iko hapa, ita show red. Just a moment, and then you're going to see this red here. Hii rangi ya red ni ya kukuonyesha hiyo tray haina karatasi, which tells you should load more papers. Ukiona hiyo red, ujue inakwambia ongeza karatasi brother ama sister. So ukishaweka hapo utaona hiyo red until sasa karatasi ziisha. Lakini hii mashini nzuri itakwambia ikimaliza, karatasi zikiisha itakwambia tu. But when you see any red, know that karatasi zimeisha. Now let's look at one of the most useful trays. Kwa hii mashini ya Konica Minolta BizHub C284E. Na tunaiita the bypass tray. Hii sasa ndio inaweza kuprintia karatasi size hata dogo kuliko A5. Tumeona hizi zingine ile limit, ile standard ina measure inaweza print nayo ni A5. Now this is the bypass tray na iko on the right side of the machine. Okay, this is the front of the machine and then we come to the right side of the machine. The bypass tray is right here. Hapa unaona kamkono hapa, ndipo unafungulia at the top of it. You just pull gently. Sawa sawa. Ukisikia hivyo, unajua imeshafunguka. Alafu make sure you don't drop it. Don't drop it. Sawa? Unai talemsha tu kidogo ndio jishikilie hapo. Because if you just bang it open, unaweza haribu machine. Now let's load an A4 paper into this bypass tray. Wacha tuweke hii kamera yangu vizuri. Haya, now we have this paper. Hii karatasi ni ngumu, inaitwa ivory or what you call the premium color papers.
Sana sana tunaitumianga ku print insurance. Haya, now kabla niweke, kuna hizi vitu ziko hapa the black, you can see them here. These are sensors. Hii kuna hii moja hapa na kuna hii ingine hapa. Hizi zina sensing the size of the paper. Alafu hapa ndani ndipo unaweka karatasi yako. So let's look at how to do that. So hii ndio karatasi yako. Again, unaweza iweka hivi ama hivi. Now let's put it this way. This is how I prefer to put things in the bypass tray. Unakuja hapa, una pull hii side. This one, you hold on it and then you pull it towards the right. And then it also moves this one. You can also move this one. Huwa zinasongeshana. Ukimove hii, inasongesha hii. Ukisongesha hii, inasongesha hii ingine. Zinapendana hivyo. Haya, now let's move this. And then you put our paper there. Haya, sasa sensor moja iko hapa, isha sense size ya karatasi. And then make sure umeihold hadi hapo. Umezipeleka hadi size ya karatasi. Ndio pia machine i-detect size vizuri vile inafaa. Now, ukiacha hivyo, machine haita-detect size vizuri ya karatasi yenye umeweka. And again, hii karatasi inaweza jipinda hivyo ama ijipinde hivi ikipanda. So you have to make sure imejishikilia hapo. Kitu ingine, usifinye hii sana. Ukifinya sana, hii karatasi sasa imejifold. Unaweza pata machine imedetect vizuri, lakini sasa ikifika sasa ni kupull hii karatasi, it is going to struggle. Umeifinya hapa sana. So make sure umeweka tu dipo. Hadi unafaa kutest hii karatasi usikie kama ina move vizuri. Ukisikia i move vizuri, nasongesha hii just slightly, usikie hiyo karatasi ita move vizuri. Kitu ingine, hii karatasi make sure imegonga pale mwisho. Nasikia? Ndio i-detect ati kuna karatasi. Hii karatasi ukiweka hapo, mashine haitajua umeweka karatasi. Lazima uisongeshe hadi mwisho ndio iweze ku-detect. Alright? Now tushaweka karatasi. Now let's go to our panel. Tuone ni aje. Now immediately after kuweka karatasi yako, kuna panel inayetanga hapa. Ni vile tumekawia kidogo. Return it there. That way. Sasa immediately umeweka hiyo karatasi yako kwa bypass tray, inaleta hii panel immediately. Tray settings. Haya, okay. Tumedelay. Tuirudishe, inatuletea hiyo tray settings immediately. Sasa kuna hii kitu moja ya hii bypass tray. Now bypass tray, it always defaults to plain paper. Ukitoa karatasi, tuseme ukifungua bypass tray, alafu uweke karatasi, usually inajiweka automatically, inajiweka ni plain paper. Now hizi tray zingine, tray 1 na tray 2, juu mostly huchange settings sana, ile setting umeweka huwa haichange, inakaanga tu hivyo. Lakini hii bypass tray, juu nayo machine inajua hii tray unaweza itumia na any kind of paper, lakini automatically inawekanga plain paper. So kama unataka kutumia karatasi nyingine ambayo sio plain paper, you should always ensure that umechange hii. Na ndio maana inakuletenga hii panel. Immediately umeweka karatasi, inakuletea hii panel. Haya, so now ile karatasi tumeweka pale ni karatasi ya what you call ivory paper. Na sasa ivory paper is a thick paper. GSM yake ni kubwa kuliko 60 to 90. So we are going to choose thick 3. Alright. Again, as I said, kuna hii karatasi nimeweka hapa ya as a guide. So unakuja hapa unaangalia
premium color and ivory papers iko na 250 GSM. Printer paper type unafaa kuchagulia ni thick 3 so that you don't get confused. Haya, so una make sure umechagua the right paper type in the panel. Haya, in case tuseme umechelewa kuweka hii, nothing to worry. Close that. Unakuja hapa, unaenda kwa paper. Right now, bypass tray ndio tunataka. Change tray settings and then you choose the paper that you want. You want thick 3. Again, ushaona sasa hapa isha detect size. Isha detect size, paper size ni A4 juu tuileka karatasi yetu vizuri, na kulingana na vile tuliisongesha na kulingana na the sensors imejua hiyo karatasi ni size ya A4. Na sasa wacha tuangalie to how to work with a different size of paper. Tuseme A5. Rudisha hiyo hapo kwako vile inakanga. Tunataka sasa kuprint na hii size ya A5. Sasa hii nayo unakuja hapa unaweka hivyo, alafu make sure imefika mwisho and then unasongesha hii. Again, make sure haijafinywa sana, make sure imefika mwisho, yani imefit, alafu uisongesha hadi mwisho. Alright, now ukiprint na bypass tray ni vizuri pia kujua which side are you printing. Kama tuseme hii karatasi ya embossed, kuna vile utake kuprint na hii side rough, unataka content iprintiwe na hii side smooth. Bypass tray huwa ina print the bottom side of the paper. So ukiweka hivi, ile side itaprintiwa. Kama una print one sided ni hii side ya chini. Okay? So kama una print na embossed na unataka hii hutaki kuprint on this rough side because of what you call toner flaking. Ukiprint na hii embossed side, kuna vile rangi inayeyuka na inakosa kutoa picha mzuri. So always make sure the rough side is up, ndio iprint on the small side, because always bypass tray ina printing pad ya chini ya karatasi, juu karatasi itapata hivi, iprintiwe hapo. Let's see kama mashine yetu imedetect size. Haya, tulisema immediately umeweka inakuletea hii. Nilisema sasa shida moja, although si shida, lakini ni unaweza iona kama shida wakati mwingine, ni ati sasa imeweka plain paper, but it's not a plain paper. Just know that machine yako kila time ukiweka kwa bypass itadhani ni plain paper umeweka. So you have to come here. This one is also a thick 3. Okay? Because it is embossed paper. Again, refer to our Mwakenya here. This is embossed papers. Na zinakuanga na 180 to 250 GSM or straight to 30, na paper type ni thick 3. So ukikuja hapa, una make sure you choose the correct paper type, which is thick 3. Paper size hii you don't have to struggle with it, as long as umekata karatasi zako vizuri itajua ni A5. Na pia as long as hizi guides umeziweka vizuri na karatasi yako imelalia hapa vizuri. Ikikosa kulalia hapa, unaona inaweza kuwa confused, ishindwe, because there is a lot of detection that goes on. Na wacha pia tuweke karatasi dogo ya size ya A6 yenye ilikataa kuingia kwa hizi tray 1 na 2. Tuondoe hii. Again, you need to check the size, the side. This is the side, the rough side up, juu itaprint na hii side ya chini to avoid toner flaking. Tunaiweka hapo that way, and then you close this. Make sure it's not too tight, just vile inafaa. Alafu na make sure umeikongesha
pale mwisho. Alright? Haya. Ukikuja hapa immediately inakuletea hii panel. Again inasema ni plain paper. Okay? But as long as it's embossed, of course tumeona kwa Kenya yetu ni thick 3 and paper size already isha detect na imejua ni A6. Okay? Now let's look at the paper capacity ya hii bypass tray. Ama ni karatasi ngapi unafaa kuweka kwa hii bypass tray. Now hii bypass tray iko na what we call capacity. Wacha to test. Tumesema hii tray 1 na tray 2 you can put up to 500 sheets. Lakini sasa ikikuja kwa hii tray, the bypass tray, Kenya inapimanga ni hii kitu hapa. Kuna zile karatasi unaweza weka. Tusongeshe hii kidogo. Ongeza kuni. Haya, sasa of course unaona sasa imekulimit. Huwezi weka beyond that. So that's the limit. Of course huwezi weka zingine ati zikuwe juu ya hiyo kitu. Haita print. Lakini pia sio vizuri kujaza hadi huku juu. Just give it some breathing space. Unaiweka karatasi zinafika about 3/4 hapo. Zitaenda tu vizuri. Also tulisema hii mambo ya static electricity. Hizi sana also embossed hazina shida ya static electricity. Yenye iko naturally inaweza kuwa imejikunja hivi. Pengine side moja, pengine imejipinda juu ama chini. So you need to ruffle them kidogo on both sides, but especially hii side yenye itaingia ndio zikuwe straight vizuri. Make sure you don't bang that so much. Alafu unaweka hapo. Hizo ni mingi. Unaweka hapo. And make sure ile side ya chini ni smooth. Side ya juu ni rough. You need to print on the smooth side that is at the bottom. So ukishaweka, it's going to do your detection here. But again, as we said, itasema tu plain paper. Alafu size ita detect tu vizuri. So make sure you always check the paper type. You work the correct paper type. Lakini tuseme for example, ulikuwa una print. Haya, uprint alafu karatasi ziishe. Ulikuwa umeset thick 3. Okay? Machine in that process of printing, ukiweka zingine haitakuuliza ni type gani, itaendelea tu kuprint. Juu inaona okay, ulikuwa umeniambia umeweka thick 3. Sasa naona karatasi zimeisha, umeongeza zingine. So obviously lazima ukuwe umeongeza tu thick 3. So inaendelea tu kuprint. So sio lazima ati urudi hapo uiambie tena. Okay? Haya. Something else ni ati on printing unaweza print kitu. Unaweza print let's say you print from the computer. Alafu ukisha print from the computer, useme una print na bypass tray, karatasi zako zinatoka hapo na ni type ni thick 3. Lakini juu kwa panel yako inasema ati bypass tray iko na plain paper, ona inakwambia haiwezi print. Juu inaonyesha umeiambia una print na thick 3, lakini ikiangalia kwa bypass yenye iko ni plain paper. So vile unafaa kumention ni ati umekuja hapa, ukuje kwa bypass, uchange tray settings, uniambie well nimekuelewa, uchange thick 3. Ukisha change inaanza tu kuprint. Now let's also look at how to print na hizi zinaitwa A3 art papers. Na hii karatasi they are usually smooth and a little shiny. I've explained, nimetengeneza video ku explain what these art papers are and their characteristics.
Sasa hizi karatasi sana sana tunazitumia kuprint magazines, booklets, eulogies. And usually tunaiweka kwa bypass tray. Nataka tuangalie vile tunaweza kwa bypass tray. Lakini kabla tuweke hizi karatasi sasa, they are one of the most notorious papers. Ikikuja sasa ni static electricity. Zinaendanga mbili. Penzi moto. So unaona zikiingia kwa machine zinaingia zikiwa mbili. So haipuli ikiwa moja. So for these papers you have to do more than just fanning. Unafaa kwanza inaweza bidi kwanza uzishike moja, jamo, uzirushe juu kidogo hivyo zipate hewa, ndio sasa uziweke kwa the tray. Make sure you do this for all the papers kama hutaki majam. Haya, ukishafanya hivyo for this, just make sure ziko straight vizuri. Remember these ones you have fanned them. Hata kama tumezishikanisha tena ziko na hewa ndani sasa. Sio kama hizi zingine ziko hapa. So let's put them in the bypass tray. This is A3 size. Now when you come here, make sure karatasi zako umezishika vizuri. Alafu songesha hapo tulisema. Haya, make sure you bring them closer. Hadi uzizifinye design ati zitajipinda. Alafu zisifinywe sana in side. So you just songesha kidogo ndio ipate plain space. Now you see this? Meinama hii side. And that's the importance of this part. So hii unaifanya aje? Namna hiyo. Karatasi zako zinalalia hapo. Na sasa hapo ndo machine ya detect haka kamefinywa. Okay, so hiyo size lazima ikuwe, hiyo printer lazima, hiyo karatasi lazima ikuwe ni kubwa, lazima ikuwe ni size A3. So hiyo inamisha for these longer papers. Make sure again zimefika hapo mwisho. And make sure hazijajipinda in any side. Okay? And make sure sio karatasi zingine ati zimekaa hivi na zingine ati zimekaa hivi. No. Make sure all of them zimejipanga vizuri proper. Hapo. So that's how to load these papers. Na as long as umezifan vile nimekuonyesha hivyo, zikiprint hazitaenda bilibili, zitaenda tu moja bila mashida. Now again, wacha tukuja hapa kwa panel yetu. It's something you have to do every time. Haya. So unakuja kwa hii. This is of course inaekanga plain paper kila time. Haya, size iko sawa, imesema ni A3, ime auto detect. Imejua ni A3 juu ya pale mwisho. Actually ukiinua hapa kidogo itaacha, unaona imesema sasa ni size A4. Okay? Ukiweka hapo inaweka A3. Sasa tusharudisha. So ikiwa hivyo inajua ni A4. Kilalisha hapo inajua ni A3. Now for art paper, if you're not sure, go back to our reference here. This is now what we call semi-glossy art papers. Kama ni 130 GSM, vile tumesema, najua ni VIC-1 plus. Alright? So unakuja hapa. Unaweka VIC-1 plus. That's what we are using for our printing. Again, kama ishajifunga, just come here. Choose the bypass tray, change tray settings, and that is VIC-1 plus for these papers. Of course, ulisema kama zimeisha, uprint ziishe, you don't have to check this again, because as long as inaendelea tu kuprint, ukiongeza karatasi inajua okay, tulikuwa tutatumia karatasi gani, ni VIC-1, size gani ni A3, so hata zenye zimewekwa ni the same setting, so inaendelea tu. Again, I repeat, in case of print
alafu uone mashini yako umeambia itumie bypass, alafu umeambia itumie VIC 1+, alafu uone mashini yako haiprint, ujue shida ni vile umeiset kwa printer. Pengine unaweza pata hii kama imesetiwa tuseme plain paper, na kwa kompyuta umeambia hiyo karatasi ni VIC 1, haitafanya. So you have to come here and change to VIC 1+, and then it's going to continue printing. Now finally on this A3 size, remember nilisema hii tray 2 yangu haifanyi kazi vizuri. So what I do usually, kama nataka kuprint A3, nakuja tu hapa natoa karatasi yangu ya A3 kwa hii tray. If there are 2 or just 1, nachukua nakuja naziweka hapa kwa bypass. Kama ni plain paper, of course these are plain papers, so I don't have to worry about the setting. So najua nikishaweka ishajiset plain paper. Okay? Na size ishajiweka ni size A3, so najua niko print tu. So if kama uko na tray moja haifanyi kazi, you can always use the bypass tray hata kama unatumia plain paper. Okay? Na as long as tulisema, by the way, kumbuka tulisema hii tray yetu, tray 2, this tray 2 of mine here, nimeiweka size type ni thick 3. So nikisema na print na plain paper, I'm absolutely sure haitachukua karatasi from tray 2 juu itajam. Tray 2 yangu iko na shida, so najua itajam. So always naweka thick 3 juu mostly na print na plain paper. Kwa machine na set plain paper, so najua nikikuja hapa ni set hii A3 to plain paper na niweke karatasi, najua automatically itatoa karatasi from this bypass tray. Now let's look at envelopes. Now as I said, hii bypass tray inakuanga muhimu sana kuja kwa hii machine na kuprint. Now let's say tunataka kuprint on these envelopes. Now paper is not so large, so we don't need this. Hiyo tunaweza irudisha hapo. Haya, something to note or to remember. Bypass tray, ukiweka kitu kwa bypass tray ina printing pande ya chini. So bahasha zako usiwahi ziweka hivi, otherwise zitaprintiwa hii side. Okay? Na also hii flap inaweza affect the way ina move. So bahasha zako utaziweka hivi ndio printiwe hii side. So again, make sure you come here, put them this way. You don't put the, and as you have noted, karatasi zote naziweka pande ndefu ikuwe hii side, iende hivi hadi A4 naweka hivi. That's the best way to put that. So unaweka bahasha zako hivyo. Actually that's the correct method. Make sure umezipatia some moving space, usifinye. Now hizi bahasha, of course the flap is up, so you can put them this way. Okay? Lakini sasa kuna lingana na vile format bahasha yako pale kwa machine. Usually it works best this way. Ndio sasa maandishi ikue inasomeka hivi. Ukiweka the other way hivi, sasa the flap is still up, sasa utaona itasomeka sasa like the other way, like maandishi ikue hivi na ika flap iko hii side. So make sure iko your side hivyo. Now tumeweka bahasha zetu, let's do that once again. Hii tulete panel automatically. Nasema replenish paper, like tushaika karatasi, so it's thinking its own things. Haya, no problem, just go to paper. Sasa hii inakuambia sasa hiyo karatasi umeweka, mimi sielewi. Imeweka question mark. Tumeona for all those other papers ina detect ni karatasi size gani. Okay? Hii ishajua ni A4, A3, lakini sasa hii bypass kenye tumeweka
hii envelope inashindwa sasa. What are those? Tell me. Now this is where it gets interesting. Sasa lazima uambie mashini yako, uiambie haijui, haijajua kenye imeendelea hapo. So unakuja hapa unaniambia okay, nitakwambia. So you tap that. Let's say okay. So nikeleza machine. Change tray settings. Sasa ikikuja ni kuprint bahasha, lazima uselect kitu inaitwa envelope. This is so direct. Ni bahasha, bahasha kwa Kiingereza inaitwa envelope. So just make sure you select that. Najiweka hapo. Reason. Speed. Hii bahasha huwa it's pulled very slowly ka speed kiasi yake, ndio hii flap iingie vizuri, isikunjike. Okay? So always make sure when printing envelopes umeweka hiyo setting ya envelope. Alafu bado inakuambia hadi paper size, mimi sielewi ni gani hiyo. Paper type of course itakuuliza kila time, and it's going to default to print paper. Make sure you change to envelope when printing envelopes. Alafu paper size inakuuliza sasa, hebu niambie hii size ni gani? Aya, kuna hizi standard size, custom size and wide paper. Usually hizi standard size, you can see you have all this. Na mostly ita detect hizi sizes ziko hapa. Then kuna hizi za inches and you have other here. Now ikikuja kwa envelopes unaenda kwa other, and especially hii size tulisema, hii size ya envelope tulisema ndio tunaita DL size. Okay? DL size. So ukikuja hapa kwa panel unaona kuna envelope DL. That's what you choose. I repeat, you go to standard size, unaruka metric, unaruka inches, unaenda kwa other, and then you choose envelope DL. Of course you have these other K3 whatever, you choose the appropriate envelope. Sasa tuko na envelope DL. You mostly deserve tuna print for most occasions. Wakati bahasha za kanisa, bahasha za harusi and such. So make sure you choose envelope and go to standard size and do that. And choose the correct paper size. Sasa printer yako umeiambia mambo mbili. Umeiambia paper type ni envelope na size ni envelope DL. So ukienda kuprint, pia ukiprint naambia printer yako kwa printer settings na print nini, na print kitu inaitwa envelope. So the paper type una select envelope na unaiambia paper karatasi yako inatoka kwa bypass tray. So printer ikimatch na vile, settings zako zikimatch kwa computer na zenye ziko kwa the printer ina print tu. If they don't match, ujue obviously kuna kitu moja umemiss. Well, najua sasa hiyo imekuwa one very long video but with a lot of knowledge and insights in it. Asante sana for watching to the end. Make sure you like, leave a comment and subscribe. But if you have any questions, make sure you write in the comments and I'll do my best to answer and make another video to explain further if need be. Thank you. I'm Gathio.